watu wamekuja na vigelegele leo. Sijaona bado. Haya. Everybody. Sijaona watu wakitikisika namna hiyo. Wangapi wana ushuhuda hapa? Do you have a testimony? Haya. Wangapi Yesu amewaona? Wangapi wanao ushuhuda kwamba Yesu amewaona? All right. Everybody now. Ameniona Yesu. Everybody now. Ameniona. One more time. Ameniona Yesu. Ameniona Yesu. Oh, Ameniona. Ameniona. Kulia kwangu wewe, kuomboleza kwangu. Ameniona. listen. Ameniona. Ameniona kufunga kwangu, kuomboleza kwangu. Ameniona. Nasikia. Ameniona. Huwezi kuwa mtu peke yako, maana yake unahitaji wengine, unahitaji mwingine. Tunamhitaji mwingine ili tuwe bora zaidi. Na kwamba kumkwepa mwingine ni kukwepa ubora na ujuzi wa mambo mapya. Hivyo ndugu zangu, uwepo kwetu hapa tumekuja kubadilishana uzoefu, na hivyo Mungu atutie nguvu tufanye jukumu hili vema. Hata Yesu alipokuwa anakaribia kwenda kwa Baba mbinguni, alituombea umoja katika Yohana 17:21 aliposema, wote wawe na umoja kama sisi tulivyo mbinguni. Kwenye umoja na pamoja kuna ushindi na matokeo makubwa kwa chochote tunachokifanya. Hivyo leo tukae pamoja, tujifunze pamoja, tutoke na matokeo chanya makubwa, bora, na kwa kazi hii njema yetu. Amini Mungu akatuweka. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Mungu ametupa kibali kutana katika tukio hili adhimu. Mbele yenu naitwa Isaac Paul, ni mratibu wa kituo TZ224 KKKT Manyoni, lakini pia ni mwenyekiti wa cluster Manyoni, lakini pia ni mwenyekiti wa cluster ya Manyoni na Itigi. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana. Naomba nifanye utambulisho kama ifuatavyo. Kwa kuanza kabisa, naomba nimtambulishe task manager na kamati yake. Pia naomba nitambulishe watendakazi wote wa klasa ya Manyoni na Itigi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali hiki cha kuweza kukutana na sisi sote katika ukumbi huu mzuri sana. Kwa jina langu maarufu kabisa naitwa Mdandila. Nimeambia mgeni rasmi amefika na tutakufahamu vizuri. Ndio maana nilipokuwa namsalimia mimi nilinyamisha kichwa changu chini. Akasema hilo tu macho nitazame, nikamtazama tena. Mimi hapa kama nilivyoambia naitwa Mdandila, lakini jina langu la kwenda mbinguni naitwa Michael. Naitwa Michael, tunasema nao umefanya kazi nzuri, nenda Compassion kule Singida, ukumbi mzuri ulikaa, ulipewa maagizo, nasema nao
njoo upumzike baada ya taabu. Mchungaji na mwenyekiti wa klasta za Manyoni na Itigi, meneja mwandamizi wa ushirika wenza kanda ya Tanzania kwa maana ya Mpasha, lakini meneja wa ushirika wenza kanda ya kati, wawezeshaji wa mikoa yetu ya Singida, Dodoma. Together tunamshukuru Mungu kwa kauli mbiu hiyo ambayo inaonyesha sisi pamoja kama watu ambao tunatumika kwenye huduma ya mtoto. Siku ya leo ni siku ya kubadilishana uzoefu, lakini pia ni siku ya kujuzana mambo mazuri yanayoendelea, na pia kushauriana na kuulizana maswali. Tunamshukuru Mungu kwa wageni ambao tuko nao, ambao watatusaidia pia kwa klasta za Manyoni na Itigi kupata ushauri, lakini pia kuulizwa wamefikiaje hayo waliofikia kulingana na ubunifu husika wa kituo husika au jambo ambalo limefanyika kwa namna ya tofauti. Kwa hiyo ni kukaribisheni wote, uwe huru kuzungumza, kuuliza swali na kushauri, kwa sababu ni siku ya kujifunza kwa pamoja. Basi kwa muda huu tunapoenda kumkaribisha mwakilishi wa mchungaji kutoka TZ 151 pale Puma kwa ajili ya kutupa maelekezo kidogo ama ni nini wamefanya kwenye upande wa ufadhili wa ndani. Ni jambo ambalo pia klasta zetu tunajivunia kwamba limeanza kufanyika na linaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la TAG Puma liko katika mkoa wa Singida katika wilaya ya Ikungi, kata ya Puma. Ni kanisa linalotoa injili ya Yesu, pia linajihusisha na kusaidia jamii katika shughuli mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kutokana na kuwa na moyo wa kuwasaidia watoto na vijana, linajitoa kufanya ufadhili wa ndani kuwasaidia watoto waliotoka katika mazingira magumu. Ufadhili wa ndani ulianza rasmi mwaka huu Julai 2025 tukiwa na washiriki wawili. Tumefanikiwa kuwasajili katika shule ya chekechea, kulipa ada za shule. Tumefanikiwa pia kuwahudumia chakula kwa ajili ya nyumbani, na pia tumefanikiwa kushirikisha fursa ya bustani ya kudumu. Wamekubali kujiunga na mradi huo kwa kuwa ni washirika wa kanisani. Mradi huo unaitwa Farmer Garden. Bwana Yesu asifiwe. Pongezi kwa hiyo watu waliochukua ile kanisa la Puma, lakini nataka kujua wanatumia njia gani ili ufadhili wa ndani uwe endelevu. Ni kwamba sisi kituo chetu cha 151 kilianzishwa rasmi mwaka 2014 pale Puma, na sisi tukawa tumejifunza sasa kutokana na jinsi wenzetu walivyokuwa wanashiriki katika mipango hiyo, na sisi tukaona kwamba ni vizuri swala hili tuweze kujaribu kufanya na sisi wenyewe kama sisi. Kwanza kabisa, mchungaji aliwaita baadhi ya wakuu wa idara katika kituo, akaongea nao
kuhusiana na swala hili la kuweza kujiunga na huu ufadhili wa ndani. Bahati nzuri watu walirespondi vizuri, wakuu wa idara wakawa wamerespondi vizuri kwamba wako tayari kujitoa kwa ajili ya huo ushiriki mwenza, kwamba kila mmoja kwa hiari yake yeye mwenyewe alitoa tamko na kusema kwamba mimi kila mwezi nitachangia shilingi kadhaa kwa ajili ya kufanikisha huu ufadhili wa ndani. Kwa hiyo ikawa imefanyika hivyo na kila mmoja akawa amefanya hivyo vizuri. Basi baada ya hapo tukaona kwamba ni vizuri sasa tulishirikishe kanisa kama kanisa kwa ujumla, maana pale walikuwa ni wakuu wa idara tu. Sasa waliposhirikishwa na wakuu wa idara pia tunashukuru response nayo pia ilikuwa ni nzuri. Watu walirespondi vizuri na wakaahidi kwamba kila mwezi pia watakuwa wanachangia kiasi fulani kwa kadri kila mmoja alivyokuwa amebarikiwa na kuona kwamba hii inaweza, hana shida, anaweza akaipata kila mwezi bila tatizo lolote. Kwa hiyo kwa hali hiyo tukawa tumefanikiwa kufadhili watoto wawili kwa wakati mmoja. Kituo kilipanga kuwa na maeneo matatu, yaani fezi tatu za utekelezaji wa mradi huu, kwa maana ya ununuzi, ugawaji na kuendelea. Lakini baada ya kukamilika, baada ya kupitia matokeo au kufanya tathmini kwenye ile fezi ya kwanza, ndipo tulipogundua kwamba inawezekana kwa zoezi la ununuaji ikaishia kwenye ile ya kwanza, lakini ile fezi ya pili na kuendelea iwe ni mazao ya urejeshaji wa mradi wenye kwanza. Samari yake kama inavyoonekana hapo, chanzo cha rasilimali ilikuwa ni fedha ya ufadhili, support fund. Kwa hivyo jumla ya wote wale waliogawiwa pamoja na wale waliozaliwa unapata 314, na hiyo imefanya kuongeza idadi ya kuku kutoka wale 90 ambao tuliwanunua mpaka kufikia kuku 314. Kwa majina yangu naitwa Pendo Isabu kutoka Itigi, kanisa la FPCT Mlowa, namba 0818. Katika kituo chetu tumefanikiwa kuanzisha kilimo cha bustani ya mboga mboga na miti ya matunda. Tumefanikiwa kuanzisha kilimo cha bustani na upandaji wa miti. Hiki kilimo kilianzishwa mwezi wa 4 mwaka 2025, ambapo miti 20 ilipandwa kituoni na miti mingine 20 ilipandwa katika kaya za washiriki. Na tulipata wazo la kuanzisha bustani hii baada ya kufanya mzunguko wa programu mwaka 2023. Tukaona kuna umuhimu wa watoto wetu kula mboga mboga na kupata lishe, ndio tukapata hili wazo 2024 tukaanza. Gharama ambazo zilitumika mwanzoni kabisa, tulitumia fedha kama shilingi 2,500, ambayo hii fedha ilitumika kununua mbegu, ikatumika kununua vifaa baadhi kama ndoo, lakini pia hii fedha ilitumika kununua miti ya matunda. Lengo la kuanzishwa kwa bustani hii ni nini? Ni washiriki kula mboga mboga au lishe bora kama nilivyokusha kusema mwanzoni, lakini pia kuhamasisha kaya za washiriki kupanda miti na kulima mboga mboga nyumbani kwao, na lengo lingine ni kuwa na mandhari nzuri.
lakini pia tunauza mboga mboga na wazazi au walezi wa washiriki wanapewa kipaumbele, ambapo kwa makadirio ya chini kwa bei ya rejareja tunauza kuanzia 3,000 mpaka 10,000. Hapa inaonekana yupo darasani akitupa semina na maelekezo, mambo ya kuzingatia kabla tujaanza bustani yetu. Hatua ya pili, tukawashawishi watoto na vijana, tukaanza kulima bustani kwa namna hiyo kama picha inavyoonyesha. Hatua nyingine, huyu ni afisa kilimo anatuelekeza jinsi ya kupanda miti, na hapa kuna baadhi ya wazazi wakahamasika na wanakamati wakaanza kupanda miti. Hapa ni kituoni. Hapa ni picha moja hapo nimeandika ya mzazi mmoja tu ambaye tulifanikiwa kwenda kumtembelea na tukaona mti wake uko vizuri. Hatua nyingine ni bustani yetu. Baada ya kupanda mboga mboga ndio ziko kwa namna hiyo kwa wakati huo. Sasa kama nilivyosema mwanzoni kwamba tuliona umwagiliaji ni mgumu, kama picha ya nyuma hapo inavyoonyesha, ndio tukapata hilo wazo la kuweka mfumo wa drip au mfumo wa matone. Tukamwita mtaalamu pale, tunakubaliana namna ya kuweka mfumo. Na hii picha nyingine inaonyesha mfumo ukiwa umeshafungwa kama unavyoonekana na mbegu zimepandwa. Hali ya sasa ya bustani yetu, mfumo ulifungwa mwezi wa 8. Kwa hiyo bustani yetu iko kwa namna hiyo. Na hapa tumeanza kufanikiwa kuvuna mapato ya mwanzoni. Kuna bamia. Hapa ni wazazi wakinunua mboga kama wanavyoonekana. Matarajio. Tunatamani kaya za washiriki wote kuwa na miti zaidi ya 1 ya matunda nyumbani kwao, na lengo letu tunatamani ifikapo Disemba 2026 angalau kaya za washiriki wote wamepanda mti wa matunda zaidi ya 1. Kwa hiyo matarajio yetu tunatamani ifikapo 2026 kuna kaya za washiriki kadhaa ziwe zimeshafanikiwa kuanzisha bustani. Hatutatumia fedha ya mtoto, tunatamani kutumia mapato ya bustani. Tunafanya nini ili kuwasaidia wazazi katika maeneo yao? Kama mliona kuna kazi kubwa kumwagilia kwa ndoo. Sijajua wazazi kule nyumbani mtawasaidia vipi hiyo irrigation pia. Na mwanzoni tulikuwa tunatumia pipe, unasimama unamwagilia, lakini lengo letu la kuanzisha bustani vituoni, tutaanzisha bustani kwa ajili ya kula, yani kwa ajili ya chakula cha pale nyumbani. Nadhani haitakuwa bustani kubwa, na mzazi akiwa supported akapewa pipe, akapewa na mbegu, ana uwezo tu wa kuiendesha. 838 FPST Kungi ni ripoti inayohusu kikundi cha vijana kwa maana ya SGI. Vipo vikundi vingine vya wazazi, lakini hiki ni special kwa ajili ya vijana, na tunamshukuru Mungu kwa mahali fulani tumefikia, angalau tunaanza kuona mwelekeo. Kwa majina yangu naitwa James Yoeli, ni mshiriki TZ838, pia ni kijana kiongozi ngazi ya kituo na klasi pia. Moja kwa moja tuende moja kwa moja kuwasilisha utangulizi. Kwa kutambua umuhimu wa kuandaa vijana katika masuala ya kijamii, kiuchumi, TZ838 tuliamua kuanzisha kikundi cha vijana kwa utaratibu wa uwekezaji akiba ya pamoja SGI. Hatua hii inalenga kujenga misingi ya uwajibikaji, ushirikiano na maandalizi ya maisha ya baadaye. Wamekaa ili kuanzisha kikundi. Kikundi kinaitwa Jikwamue Kiuchumi. Kilianzishwa tarehe 6 mwezi wa 5 2025 kikiwa na washiriki 18. Kilianza na uwekezaji wa hisa ya shilingi 1,000. Kwa sasa kina wanachama 30. Kina jumla ya Tanzania shillings 4,420 ambazo zinahifadhiwa benki kila baada ya kukutana. Zifuatazo ni sababu za kuanzisha kikundi cha akiba. Kujenga nidhamu ya fedha. Kupitia akiba ya kikundi kitapata nafasi ya kuanzisha miradi midogo midogo ya uzalishaji kama bustani, ufugaji au biashara ndogo ndogo zitakazoongeza kipato. Kuandaa vijana katika nidhamu ya fedha, uwajibikaji, uongozi na uwezo wa kuanzisha miradi ya kimaendeleo. Tangu kuanzishwa kwa kikundi hiki, washiriki
hamasika sana kujiunga katika kikundi cha kuweka akiba na mikopo. Kipekee sina swali, ila isipokuwa nitumie muda huu kumpongeza, kwa sababu kama kijana namna alivyowasilisha na aliyojionea, nafikiri hata vituo vingine tunawigwa kutumia wewe kwa chachu kuwabadilisha vijana wengine ili wakaone yale ambayo umeweza kuyafanya yafanyike kwenye vituo vingine. Asante. Nimefanikiwa kuanzisha vikundi vya wazazi. Nilijaribu kuanzisha cha vijana, lakini natamani kujua vijana wa hapo wanapata wapi fedha za kugonga lisa. Washiriki wengine wanasoma, wanapewa pocket money na wazazi ya kwenda kutumia shule. Mfano anapewa 1,000 katika wiki, tuseme katika matumizi yake hiyo ya 1,000 hiyo, anaweza kila anapotumia hela anaweza akaweka shilingi 200 kila siku. Hela akipewa anaweka 200. End of the time, wiki ukifika anawasilisha hisa yake. Mimi naenda kuwasilisha ripoti kutoka kituo cha TZ 358 Anglican Mebo. Katika ripoti yetu ya ubunifu tuna mambo makubwa mawili, ambayo jambo la kwanza ni uwezeshaji wa mitaji na marejesho kwa wazazi wa washiriki, na jambo la pili ni uhamasishaji wa ujenzi wa vyoo vya kudumu katika kaya za washiriki. Mwaka huu mwezi wa kwanza na wa pili tulifanikiwa kutoa mitaji kwa wazazi wa washiriki wanaofanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, ambao ni jumla ya wazazi 55. Support fund, survival fund na HBC IGA. Katika support fund ilikuwa milioni 7,093, HBC IGA milioni 1,497 na survival fund milioni 5,487. Na ikafikia muda wa makubaliano, baada ya miezi mitatu wakaanza kurejesha riba pamoja na marejesho. Ndani ya miezi 6 tulifanikiwa kukusanya marejesho ambayo mpaka sasa tumefanikiwa kurejesha milioni 9,256 ambazo ziko katika akaunti ya kituo. Wakati wa kugawa mitaji tulishirikiana na viongozi wa vikundi vya akiba ambao wazazi wao walikuwa wanatoka katika vikundi hivyo, ambao wazazi waliokuwa wamepewa mitaji ni wazazi wote waliokuwa ni wanachama hai katika vikundi hivyo vya vikoba, na walikuwa wanashiriki shughuli zote kikamilifu za vikundi vya vikoba. Na jambo la tatu, tumekuwa tukiwashauri washiriki wanapokuwa wanapokea zawadi, kama mshiriki hana choo cha kudumu, tunamshauri ile zawadi aitumie kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira nyumbani ya choo cha kudumu na choo bora. Lakini nilitaka nipate mbinu ambayo inatumika. Nimeona pale mwanzo kama milioni 7 imetumika kutoka kwenye support fund. Tope mwini mwenzangu ulitumia mbinu gani? Napenda na mimi nionyeshe kulinda kwa kambini ili na mimi kule kwangu najua nikitumia mbinu kwa mtaji huo inaweza kanisaidia sana kwa maeneo yale niliyopo. Asante sana. Sisi swala la kwanza ni katika vile vikundi vya wazazi kulikuwa hakuna kiasi kikubwa katika zile akiba zao cha kutosha wale wazazi waweze kukopa na kuendelea na shughuli zao. Kwa hiyo likaja wazo kwamba ili tuweze kufanya wale wazazi wakafanikiwa katika zile shughuli zao wakati wana uhitaji wa mitaji, kwa nini tusiombe hizi hela za kituo? Kwa hiyo ndo wazazi wale ambao wameandika barua za kuomba tukaziwasilisha kwa PF na PF wakaturuhusu tukaendelea na mchakato. Tumeona fedha mlizozitoa ni zaidi ya milioni 14 na kwenye urejeshaji zimesharejea mpaka sasa, kama sijasahau ni milioni 9. Sasa nitaka pia tupe uzoefu. Mara nyingi fedha hizi kwa sababu zinaletwa na compassion, wazazi wengi wa washiriki wamekuwa wakiamini fedha hizi zinakuja kama msaada. Je, mnatumia mbinu gani madhubuti kwa wazazi wale wanaochukulia fedha hizi kama ni msaada na si lazima kuzirudisha, ili mzazi mmoja kwenda mzazi mwingine? Sasa pindi kwa wazazi wale wanaokuwa wameshindwa kurejesha fedha zile mlizowawezesha kama mitaji, mnatumia mbinu ipi kuhakikisha wanarudisha? Tunatumia viongozi wa vikundi ambapo wale wazazi ndio wanatoka kule ambao wamekuja kuchukua ile mitaji, na kule wanafahamiana vizuri na zile sheria zote za kwamba ni lazima kurudisha zinajulikana. Kwa hiyo pale katika vikundi vyao wakishindwana
kuna namna ya kufikishana katika serikali za mitaa, kwa sababu kuna mkataba ambao anakuwa amesaini unambana kwamba lazima arudishe. Cha kwanza, elimu. Tuliwapa elimu ya kutosha kwamba hizi fedha sio za kwao peke yao, zinatakiwa ziwasaidie, warejeshe, zimsaidie na mwingine. Tunaelewa fedha za support, fedha za survival zinakuja kwa vifungu maalum na kunakuwa na bajeti. Sasa labda sijui, naomba kuelewa vizuri ili nikae sawa, namna gani tulitoa. Maana sio kwamba tulivyoomba tu zikatoka, hapana, tulianza kuweka pia kwenye budget. Maana na sio kwamba shughuli zingine zinasimama, hapana, shughuli zingine zinaendelea kama kawaida, na hizi fedha sio kwamba zilitoka kwa awamu moja, zilitoka na maana nimesema kutoa mwezi wa kwanza na mwezi wa pili. Maana zilitoka kwa mafungu tofauti kwa miezi miwili. Nashukuru kwamba mratibu amesema walitangulia kufocus kwenye budget. Nothing is impossible. Tunarudi, je, kanisa lina mpango wote wa economic empowerment? Tukienda kwenye strategic plan, kama hamna huo mpango, automatically HIV haitaweza kuwa recommended. Kwenye mradi wote kama hakuna mkakati wa sustainability, hauwezi kufanikiwa. Na it's one of the things pia tunavyovicheki tunapowaza kuhusu mradi. Kabla hujafanya empowerment, hujamwezesha huyu caregiver na anayepaswa kurejesha pia, si ndio? Maana you have to lazima uangalie kwanza yeye ana nini mkononi. Je, kuna income generating activity aliyonayo? So you cannot just invest. Maana wamewezesha watu ambao tayari wana something they are doing, ambacho ndio sisi tunaita livelihood promotion. You promote what they are doing already. Kwa unaongezea tu uwezo, and then watakuwa na uwezo wa kurejesha kwa sababu tayari wana kitu wanachokifanya. Changamoto tulionayo ni pale ambapo unataka kuinvest sehemu ambapo hakuna chochote. Hiyo ni kama unafanya provision ambayo miradi ya hivyo haiwezi kuwa sustainable. Lakini ile kuengage wadau wengine kama local government, kuengage kanisa lote linahusika pamoja na wadau wengine ni jambo la msingi. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana 358. Ni moja ya makanisa yanayofanya vizuri sana kwamba resources, na hilo ni eneo pia la sustainability. Wamepata resource kidogo, haitoshi kwa cover wazazi wote, lakini what do we do, tunafanyaje ili iwe sustainable? Okay, tutakuwezesha, utaifund. Nimeona maswali mawili ambayo naweza nikarespond. Tunajua hii forum waongeaji wakubwa kwa kweli ni makanisa, lakini sisi tupo kama sehemu ya wadau kwenye hayo makanisa. Swali la kwanza, moyo wa PF umebainishwaje? Hilo ni rahisi. Ni kanisa lina mipango yake. Ukifuatilia vizuri, wengi ambao wamewezeshwa kuna kitu alishaanza kukifanya. Kwa hiyo anawezeshwa kuanzia pale alipo, kwa sababu yule aliyeweka mikono yake mfukoni, ukienda kumwezesha atachukua, atatumia, atarudisha mikono mfukoni, ila ambaye tayari anachangarika anaweza kuendelea. Kwanza anawezeshwa akiwa kwenye kikundi. Kwa hiyo akigoma, mwenyekiti, katibu na wanachama wengine ambao ni sehemu ya kikundi kile, ni shareholders, wana stake kwenye kikundi, wana uwezo wa kwenda kumwajibisha mwanachama ambaye amelegea. Kwa hiyo kanisa wao wako tu kuhakikisha kwamba wanashirikiana na wadau wengine kama serikali, lakini ni pale ambapo kikundi labda kinafikia namna fulani ya kwao. Karibuni mweze kusikiliza taarifa kutoka kituo 379 Anglican Ikungi. Taarifa yetu inabeba somo linaloitwa bustani ya kudumu. Katika utangulizi, kanisa la St. Matthew Anglican Ikungi tulifanikiwa kuwezesha wazazi 18 wa mafunzo ya bustani ya kudumu kwa kushirikiana na Compassion International Tanzania MCIT na kufanikiwa kuunda kikundi cha watu 18 cha wazazi na walezi na wa watoto na vijana TZ 0379. Kati ya wazazi 18, wazazi wawili ni wazazi wasiokuwa na watoto kanisani na wazazi 16 ambao wana watoto wanaohudumiwa na kanisa. Kwa kushirikiana na kanisa, tayari
bustani 13 zilitengenezwa kwa wazazi na walezi, ikiwa bustani 11 ni za wazazi wenye watoto kituoni na 2 ni za wazazi wasio na watoto kituoni. Hivyo jumla ya bustani zilizokamilika ni 13 na zingine 5 bado ziko katika mchakato wa kukamilika. Imekamilisha mzunguko wa kwanza wa miezi 12 ambapo walifanikiwa kuhifadhi fedha taslimu kiasi cha Tanzanian shillings milioni 4,342,800 na wameanza mzunguko wa pili mwezi wa Oktoba 2025 kwa kutumia mfumo wa SDI. Hatua inayofuata ni kuanza kuandaa eneo ama shamba ambalo tayari limekwisha ainishwa. Lazima tufanye tathmini ya kuweza kutambua kwa kubainisha kwamba eneo lipi linalotakiwa kuweza kutengeneza hii bustani. Hatua ya kwanza baada ya kupima lile eneo, tunatengeneza mtaro hai. Hapo katikati kuna vitalu kina vitatu. Hutakiwi kukanyaga eneo la bustani, hutakiwi kukanyaga kwa sababu namna lilivyoandaliwa, ukishakanyaga unasababisha kushindilia. Mbegu ambazo zinaweza kupandwa ni mbegu zisizopungua mbegu 12 ndani ya bustani. Kama ambavyo tunamwona huyu mama anapanda hapo pembeni mbegu, na eneo hilo vitu ambavyo vinatakiwa kupandwa ni vitu vinavyoweza kutambaa, mfano matembele, majani ya maboga, matikiti. Kwa nini? Ili akishaota yatambae chini kuweza kutunza ule unyevu katika bustani. Mmojawapo ni mzazi TZ 0379000145. Yeye alifanikiwa kupanda hii bustani ama kushiriki haya mafunzo na kuweza kuthubutu kufanya. Baada ya kuthubutu kufanya, amekuwa na mambo yafuatayo. Kwanza, mzazi amefanikiwa kuanzisha ufugaji wa kuku wa kienyeji nyumbani. Hadi sasa ana kuku 12, lakini pia familia inapata mboga kwa matumizi ya nyumbani. Haendi tena dukani wala sokoni kwenda kununua mboga. Baada ya kuwa na haya mafanikio, ameweza kuweka akiba, ambayo akiba hii imemsaidia kwenda shule kwa ajili ya masomo ya teolojia. Kama tunajua, unapotaka kufanikiwa jambo lazima uwe na malengo. Kwa hiyo lengo lake alitaka kwenda teolojia, lakini kama kanisa haliwezi kumsupport kwa mahitaji yote, alianza kuhifadhi zile pesa. Faida ya kwanza, hufanya mkulima kutochoka kwa kulima bustani mara kwa mara. Tujue kwamba ni ya kudumu. Ikishatengenezwa mara moja, hauhitaji tena kutengeneza kwa mara nyingine. Ukishavuna zao la kwanza, unatifua, unalisha, ukishalisha unapanda tena mbegu zingine, zinamea, unaendelea kuvuna. Kama kanisa tunajivunia sana juu ya jambo hili la kilimo cha bustani ya kudumu. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante. Nashukuru sana. Hakuna swali, hakuna ushauri. Asante sana dada, tunashukuru kwa uwasilishaji mzuri uliofanya. Mungu akubariki sana. Makofi tena kwake, anapenda kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Gift Malaki, ni fedha na mawasiliano TZ 819. Sisi katika kituo chetu tumeweza kufanikiwa katika usimamizi bora, ufuatiliaji mzuri wa mitaji ya wazazi na walezi. Katika kituo chetu huwa tunatoa mitaji kwa wazazi wa survival na wazazi wa center base kwa kupitia mfuko wa survival na mfuko wa center base, lakini pia tuna wazazi ambao waliweza kufanikiwa kwa kupitia HBC IGA. Kabla ya wazazi kupewa mitaji, huwa tunafanya tathmini ya mzazi husika ambaye anatakiwa kupewa mtaji, na katika hiyo tathmini unatakiwa uandike nini malengo yako baada ya wewe kupewa mtaji, kitu gani ambacho unatamani kufanya mabadiliko
katika kaya yako kabla sisi hatujakupa mtaji. Kumwezesha mtaji wa kuku wenye thamani ya shilingi 300,000, lakini manufaa au faida alizoweza kuzipata baadaye, aliweza kuongeza kuku kutoka 24 mpaka kuku 50, na pia aliweza kupata faida ya kulima kilimo cha mahindi na kupata mahindi gunia 12, lakini pia aliweza kuongeza kilimo cha ndizi katika nyumba yake inayomzunguka, na pia aliweza kuongeza kilimo cha alizeti ili aweze kuvuna mafuta kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Na hapo ni kilimo cha ndizi kinachoonekana, hicho ni kilimo cha ndizi ambacho anakifanya ndani ya nyumba yake. Hizo ndizi anazozivuna anazipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kujiingizia kipato. Pia hapo analima alizeti katika nyumba yake, eneo la nyuma linalobakia, analima alizeti ambayo inamsaidia yeye kupata mafuta kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Mzazi mwingine ambaye aliweza kunufaika, huyu ni mzazi aliyepewa mtaji wa shilingi 300,000 ambao aliweza kuwezeshwa katika kioksi. Katika hicho kioksi aliweza kufanikisha kupata ufugaji wa kuku ambao ni kuku 8 na bata kuku 10 na bata 8. Yale mafanikio alikuwa anayapata kwenye kioksi, alikuwa anawekeza kwa kununua matofali ili aweze kujenga nyumba yake ya kuishi. Na aliweza kununua matofali 800. Tukipiga hesabu 800 kwa 1200 ya tofali ni kama 960,000. Na pia aliweza kufanikisha kuongeza kipato chake kutoka shilingi 5,000 mpaka shilingi 20,000. Lakini pia hapo inaonekana tofali ambazo alikuwa amenunua tofali 800 ili aweze kutoka kwenye nyumba ya tope ambayo unaiona hapo kwa nyuma, ni nyumba ya tope ambayo anaishi, na dhumuni lake yeye ni kutoka kwenye nyumba ya tope kuingia kwenye nyumba ya block. Hapa ni mzazi mwingine ambaye aliwezesha mtaji wa genge, ambao mtaji wa genge uliwezeshwa kwa thamani ya shilingi 550,000, na kwenye thamani hii ya 550,000 aliweza kupata manufaa ya kuweza kuongeza kuku na bata 5 na kuku 10, lakini pia aliweza kuongeza kipato chake kutoka shilingi 4,000 mpaka shilingi 12,000. Ni mzazi ambaye aliwezeshwa biashara ya mgahawa. Alikuwa anafanya biashara ya mgahawa, lakini tulivyomwezesha biashara ya mgahawa kwenye thamani ya shilingi 300,000 aliweza kufungua na kuajiri watu wengine, ambayo ikawasaidia yeye kutoka kwenda kusambaza chakula katika maeneo tofauti tofauti, na wengine wanaendelea na mgahawa wake hapo halipo. Lakini katika mafanikio hayo ameweza kujenga nyumba yenye vyumba 3 vya kulala na watoto wake, ametoka kwenye nyumba ya tope. Lakini pia amewezesha kuongeza kipato cha shilingi 12,000 kutoka shilingi 12,000 hadi shilingi 23,000. Lakini pia ameweza kupata eneo la plot. Kule kwetu sisi tuna plot za gypsum, kulima madini yanayotengeneza gypsum. So huyu mzazi alikuwa anaenda kuwauzia pale chakula katika ile eneo, lakini Mungu aliweza kumfanikisha kulingana na hiyo biashara ya mgahawa ya kusambaza chakula, akaweza kupata plot ambayo sasa hivi anachimba mwenyewe gypsum na kuweza kupata shilingi 450,000 kwa mwezi. Na hapo unaona nyumba ambayo aliweza kuijenga, lakini hapo pembeni unaona akiwa iko eneo lake la kuchimba gypsum na vifaa vyake vikiwa hapo, anachimba gypsum hizo madini na kuweza kutengeneza madini ya gypsum. Ninaitwa Elia Mahenge, ni mratibu wa kituo TZ689. TZ689 inakuletea mahusiano ya kimkakati, tunasema strategic relationships. Utangulizi kwanza kwa kituo kilianza tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 2015. Tunasema kwamba mpaka sasa ni miaka 10, yani leo na miezi 10 na siku 8. Mahali kilipo kituo ni kijiji cha Mkwese Manyono. Idadi ya washiriki ya sasa ni washiriki 272. Kanisa limeendesha mafunzo mbalimbali kwa wazazi. La kwanza kabisa ikiwa ni mafunzo ya mtazamo chanya wa kimaendeleo, empowered world view, kwa kuwatumia wataalamu kutoka World Vision. Lakini pia kanisa limeendesha mafunzo ya elimu ya biashara na ujasiriamali
kwa kuwatumia wataalamu kutoka Voluntary Service Overseas VSO. Waliowezeshwa mitaji kwa shughuli za kiuchumi ni wazazi 64 ambao wametokea baada ya kujifunza haya yote, ndipo tukaenda katika mchakato wa kuwapata wale ambao wameonyesha wamekuwa na hamasa na nia ile ya kufanya jambo fulani, kama ambavyo PF ameeleza pamoja na mtumishi wa Mungu hapa. Sasa hapa ni picha ambazo zinaonyesha mafunzo hayo yaliyofanyika. Wakiendelea na mafunzo kama tunavyoona, wameweka mistari miwili, wakitumia kila mstari utumie rasilimali zote alizonazo, ili mradi tu ashinde. Maana kama unakanga, kama utaungana mti hapo, walikuwa wanajengewa uwezo kwanza, fikra. Maana tulikuwa tuna deal na fikra, baadaye moyo na mfuko uwe na pesa au wallet. Hapa wanaendelea na mafunzo. Hawa ni watu wa VSO wakiendelea na mafunzo ya biashara na ujasiriamali kwa wazazi. Hapa wakiendelea, huyu ni afisa kilimo, kanuni bora za kilimo kama tunavyoona hapo ubaoni, anafundisha wazazi, na hawa wako mbele wazazi wakiwa katika kama wa mfano. Wanaendelea hapo kama tunavyoona kwenye picha, wazazi hao jamani. Huyu mama anajishughulisha na mgahawa. Mzazi huyu wa Sofia aliwezeshwa Laki3 kwa ajili ya mahitaji ya mgahawa huo. Maana yake tayari alikuwa na mgahawa. Mauzo yameongezeka kama vile kutoka chapati 30 mpaka chapati 60 kwa siku, na kwa jumla anatengeneza faida ya shilingi 70,000 kwa mwezi. Ametenga Laki4 za kuanzisha mradi wa kuku, yaani vifaranga. Amenunua kiwanja cha milioni 1 chenye ukubwa wa hekari 1 na nyumba yake pale Mkwese. Amenunua gunia 2 za mahindi ya chakula cha nyumbani. Ameweza kuchangia ada na mahitaji mengine ya chuo ya Sofia, ambaye sasa yuko chuo mwaka wa kwanza TIA Dar es Salaam. Mwingine ni Maria Saidi TZ 689 Huyu mzazi anajishughulisha na kutengeneza na kuuza majiko. Kanisa lilimwezesha Laki3 kununua mahitaji ya kutengeneza majiko kama vile mabati, vyuma na udongo. Anatengeneza majiko 6 kwa wiki na kuuza majiko 8 mpaka 15 kwa mwezi kwa bei ya shilingi 15,000, inayompatia faida ya shilingi 4,000 mpaka 5,000 kwa jiko ambayo ni sawa na faida ya shilingi 40,000. Anamiliki mradi wa nguruwe 4 na anaweza kuwahudumia vyakula na madawa kupitia shughuli yake ya majiko. Mpango wake ni kununua mashine yenye uwezo wa kutengeneza majiko 10 kwa siku. Ana mpango wa kujenga nyumba ya bloko au simenti. Ana mpango wa kununua cherehani. Ana mpango wa kumiliki kiwanda kikubwa cha kutengeneza majiko. Yuko na mama hapo. Nilifanikiwa kufika mpaka mahali ambapo mtoto analala na hicho kitanda kiko wapi? Naomba nipe nafasi ya kuzungumza jambo. Karibu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Awali yote tunasema kwamba Mungu abariki sana. Kupata mwaliko kuja hapa ni neema ya Mungu. Naweza kusema kwamba tangu kuzaliwa kwangu ndio mara ya kwanza kuingia ukumbi wa namna hii. Hii yote ni kazi ya kanisa, maana kutoka Mkwese, na pia waheshimiwa hapa, sio ndio PSC nani, lakini niseme Mungu abariki sana. Au kweli kwamba nalishukuru sana kanisa la mahali Mkwese kwa jinsi walivyoniwezesha. Sikutazamia kufikia hivi, lakini ni kwa neema ya Mungu walinipa Laki3, nami niliona muujiza mkubwa sana kuchukua Laki3 kuishika mkononi mwangu. Kanisa limeniwezesha kuwa na mtazamo chanya wa kimaendeleo. Mungu awabariki sana. Majiko ni haya ndugu zangu, ninauza sasa jasiriamali. Ni majiko mazuri, yapo kwa serikali sasa inapinga anatoa draw
unaenda kumwaga majivu eneo husika, unarudishia. Mama huyu alianzisha mradi na ufugaji wa kuku wanne na bata wawili pamoja na kuuza vitumbua kwa mtaji wa shilingi 30,000. Kanisa lilimwezesha shilingi 300,000 na yeye kuwezesha mahitaji ya biashara ya vitumbua, mahitaji ya mradi wa kuku ambapo ni vyombo vya kulishia chakula na madawa ya hao kuku. Kuku wa kisasa wa mayai ambao ni 94, kanga 5, alafu ana bata 11 na vifaranga vya bata 7. Kwa hiyo kwenye ujumla wote wao ndege wote ni ndege 235. Amenunua kiwanja cha makazi Dodoma na wako kwenye mpango wa kuanza ujenzi kwa kutegemea vyanzo hivi vya kipato, vifaa, vyakula, hapo anawahudumia kuku wake. Huyu mama kwa stori zaidi alianza kuwafugia kuku wake ndani alipokuwa anaishi, lakini baadaye akaomba kwa kanisa, kulikuwa na eneo kama hili angalau aweke, kwa hiyo akaweka hapo kuku wake, ndio maendeleo yake ni haya. Lakini baadaye kwenye vitumbo hizo ni chenga na sukari na mafuta. Huyu mama ndio anapika vitumbua vyake, hapo ni nyumbani kwake. Huyu mama yuko center, na kuna story moja ambayo niliikosa kabisa na itakuwa ingie mtu. Hii center unavyomwona huyu mama, bila shaka mnaona pale mbele kuna kibanda kingine, si ndio? Kile kibanda ni cha mama mwingine ambaye pia tumemwezesha. Kwa hiyo hapa center hawa wazazi wawili wakitoka tu hapa center bado, maana yake center imepoa. Kwa hiyo hawa wanatambulika Mkwese nzima pale. Jioni utawakuta wapo, na tulimtia moyo sana. Mwanzo alianza na uoga, lakini nikamwambia nenda kaanza. Hapa ni nyumbani kwake, hawa ndio kuku alionao wa kienyeji na kanga, hawa wapo hapa. Na kale katoto mnakaona kaeli kule, ndo katoto kake hapa. Hawa ndio kuku na huyo ndio baba mwenye mji. Hawa ni wale wa kisasa sasa, wale wa mayai. Huyu mama anacheza kikundi, yule pale katikati kwenye karibu na dumu lile la blue. Hapo ndo mahitaji ya shamba, na mzee huyu hapo kwenye kitalu chake. Huyu hapo jamani. Nyanya hizi. Hili ni eneo aliyokodi tena kwa ajili ya kupanua eneo la kilimo cha nyanya. Redio hii hapo. Shamba hili hapo la ekari 1.3. Hilo shamba. Hapa ndipo ambapo yuko kwenye mchakato wa kuweka bomba la maji nyumbani kwake hapa. Ukisikiliza ripoti kuanzia mwanzo hadi mwisho, ni kwamba waliowezeshwa wengi ni wazazi, matokeo pia ni ya wazazi na familia, lakini hatujagusa sana vijana. Kwa hiyo kwa wakati mwingine tuwawezeshe vijana pia na matokeo yawe yale ya moja kwa moja kwa vijana. Kwa dakika 5 tu zinatosha. Praise team. Tunaomba mbele praise team. Unaweka kashaka makofi ya juu. Hey. Tunaamini kwamba nguvu ya akiba ni kesho imara. Kwa Kiingereza, smart saving, brighter tomorrow. Changamoto kubwa ambazo huwa zinaathiri utamaduni wa akiba ni elimu ndogo ya nidhamu ya fedha, lakini pia ukosefu wa ajira kwa vijana wa wazazi, ukosefu wa mifumo rahisi ya kuokoa au akiba, lakini pia kingine ni hofu na ukosefu wa uaminifu. Kuna vikundi vya wazazi na kuna kikundi cha vijana. Kikundi cha vijana kipo kimoja so far mpaka sasa hivi, kinaitwa Comfort Group, na tunatazamia mwezi huu tuwape mafunzo. Kuna vijana wengine wamejitokeza wanatamani kuwepo na kikundi. Kwa hiyo kuanzia Januari tutakuwa na vikundi viwili vya vijana. Vikundi vya wazazi vipo 5 kama vinavyosomeka. Kwa ambao hawaoni,
Kikundi cha kwanza kinaitwa Amani B, kikundi cha pili kinaitwa Upendo E, kikundi cha tatu kinaitwa Upendo B, kikundi cha nne kinaitwa Tumaini na kikundi cha mwisho kinaitwa Mama na Mtoto. Hizi hapa ni takwimu za wanachama kwa kila kikundi. Kwa kituo chetu cha 151 vikundi vya akiba vilianza rasmi 2020. Na 2020 vilianza vikundi viwili ambacho ni kikundi cha Amani B na kikundi cha Upendo E. Na kila kikundi kilianza na hisa ya mpaka sasa hivi wanapiga hisa za shilingi 10,000 na jamii shilingi 1,000. Alafu 2024 kikafunguliwa kikundi kingine kinaitwa Upendo B. Sofa kuanzia 2024 2025 vikaanzishwa vikundi vitatu ambao ni Mama na Mtoto, Tumaini na Comfort Group ambacho ni cha vijana, ambao wenyewe vijana wanacheza hisa shilingi 1,000 na jamii shilingi 500. Ila hisa kwa vijana wetu sio lazima. Kama kijana akikosa hela hatumlazimishi kutoa shilingi 1,000 au shilingi 500. Na hivi vikundi vyote 6 tumeweza kuongea nao kuhusu mfumo wetu ambao ni mpya wa SGI, na vikundi 5 viko kwenye SGI, kimoja ndo hakipo kwenye SGI. Taarifa ya kumaliza mzunguko wa mwaka 2024 ambao umeisha, tukisema kama ni mwaka huu manake walianza mwaka jana. Nitasoma kwa kila kikundi. Kikundi cha Upendo E walimaliza mzunguko wao kwa milioni 24,510,500. Upendo B walipata hisa milioni 13,238,300, jamii milioni 4,11,300. Kwa hiyo jumla kwa mwaka mzima kwa hivi vikundi vitatu walimaliza na kufunga kwa shilingi milioni 85,928,450. Siku hiyo wanamaliza mzunguko wao, tulifanikiwa kuwa pamoja nao na kuwapiga picha. Cha pili ni kikundi kingine kinaitwa Amani. Hii hapa ni picha ya vijana wakiwa kwenye siku yao ya kikundi. Tumewezesha wazazi kutoka katika mafungu matatu ya fedha. HVC IGA tumewezesha wazazi 5 shilingi milioni 1,500,000. Child Support Fund tumewezesha wazazi 12 ambao ni milioni 3,07,075. Survival tumeweza kuwezesha wazazi 13 kwa kutumia fedha milioni 4,800,000. Jumla tumewezesha wazazi 30 na jumla fedha ni milioni 10,075. Wazazi ambao tumewawezesha, mzazi wa kwanza ni wa Survival, alipewa mtaji wa kuku, wa pili ni wa Home Base, alipewa mtaji wa nguruwe, na watatu alipewa mtaji wa genge. Yafuatayo ni mafanikio. Wazazi wetu kupitia hivi vikundi wameweza kulipa gharama za ada. Baadhi ya slip kutoka benki ambao kiuhalisia mzazi akilipa ada lazima tuletee kuonyesha kwamba kweli amechangia, lakini kuweza kumsaidia mzazi in case anything kitokea shuleni kwamba ameambiwa hajalipa ada, sisi tuna uthibitisho wa kuweza kumsaidia mzazi kuonyesha shuleni kwamba amemaliza kulipa ada yake. Hizi hapa ni nyumba za wazazi ambazo bado ziko kwenye ujenzi, na kupitia vikundi wamefanikiwa kuweza kufikia level waliofikia katika ujenzi wa nyumba. Na hizi hapa ni baadhi ya wazazi ambao wenyewe wamefanikiwa kufungua biashara ya duka. Walikuwa wana maduka, lakini kupitia vikundi wameweza kujiongeza kuwa na maduka ya biashara. Lakini pia kuna wazazi kupitia vikundi wamefanikiwa kununua viwanja. Hawa hapo ni baadhi ya wazazi ambao wamefanikiwa kununua viwanja kwa ajili ya ujenzi, maana wao wanakaa nyumba za kupanga. Lakini pia kuna wazazi wengine ambao wamefanikiwa kununua mifugo mbalimbali. Kuna hapa sana sana inayoonekana ni ya nguruwe. Mpaka sasa hivi 2025 mafanikio yako kama yafuatayo. Wazazi 11 wameweza kujenga nyumba, wazazi 9 wameweza kununua viwanja, wazazi 2 wameweza kuanzisha biashara ya duka, wazazi 11 wameweza kulipa ada,
Wazazi 8 wameweza kufanya ufugaji, wazazi 3 wameweza kujenga choo, wazazi 3 wengine wameweza kununua matofali, wazazi 2 wameweza kununua umeme au sola, wazazi 6 wameweza kuongeza mtaji wa biashara, wazazi 3 wameweza kulipa mahitaji ya shule, mzazi 1 ameweza kununua mawe ya ujenzi, wazazi 6 wameweza kununua chakula nyumbani na 1 saloni. Jumla 66, na jumla ya fedha ambazo wazazi wameweza kutumia katika mafanikio haya ni milioni 18 na 30,500. Ningependa kumwomba mmoja wa mzazi wangu nimekuja naye. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Nadhani mengi yamezungumzwa, kama ni utambulisho umeshapitishwa. Mimi nadhibitisha tu kati ya hao waliosemwa, mimi nipo katika fani nyingi, kama kusema kwamba waliofanikiwa kujenga, mimi mojawapo, ingawa bado sijamaliza, ila choo nimemaliza, nyumba nimefikia karibu lenta. Wakati naanza kikundi nilikuwa sina mwanga wowote, nilikuwa sijui nianzie wapi. Kuweka shilingi 6,000 kwangu ilikuwa ni kazi. Nilikuwa nawaza mpaka usingizi unaisha, hivi wiki hii 6,000 nitaipata? Lakini baada ya kufundishwa, baada ya kuwezeshwa, nimefanikiwa. Mungu awabariki kwa hayo machache. Nawasalimu katika jina la Yesu. Ni wapongeze sana Pastor ya Manyona Itigi. Yaani kwa kweli tumekuja kujifunza. Yaani jambo hili ambalo umelifanya lituonyesha kwamba yapo mambo makubwa zaidi ya haya ambayo yanafanyika. Lakini pia ni washukuru wachungaji wetu, ni washukuru wawezeshaji pamoja na viongozi wote ambao wamesimama nyuma yetu ili sisi tuweze kuwakomboa watoto na vijana wetu kutoka umaskini. Hakika nguvu zenu, mawazo yenu na nia na maombi yenu mnayotuombea ndiyo yanayofanya huduma ya mtoto sasa inaonekana ya mabadiliko makubwa. Tumeona mambo makubwa sana kwa wazazi, lakini sisi pia ni wasemaji wa mambo ya vijana, na mimi ni mdau wa vijana. Tusiwasahau vijana, kwa sababu vijana wanayo nguvu kama vile maandiko yanasema. Tuendelee kuwezesha na kuwekeza kwa vijana kama vile wazazi wamefika milioni 20, na hata hawa vijana hawa wanaweza kufika zaidi. Tumuombe mwezeshaji wetu wa Maishilio atusaidie kwenye elimu na vijana. Pokeeni salamu za dhati kutoka Dodoma, ndani ya mkoa wetu, ndani ya watendakazi wenzetu, ndani ya vijana viongozi na ndani ya vijana wote huduma ya mtoto. Hongereni na kongole nyingi ziwafikie wote kwa jambo hili. Kiukweli sisi kama watu kutoka Iringa tumejifunza vitu vingi sana hapa. Yaani kuna muda unasikiliza mpaka unasema hivi kuna kitu tunafanya kule. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana tumejifunza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini pia nimeambatana na wenzangu hapa kwa sababu Iringa tuko na cluster 3, Njombe, Mkalama, Iramba, Singida mjini na Kititimo namba mjini. Asante sana mwenyekiti wangu, nibariki. Mimi kwa jina naitwa Alexander Simon, ni makamu mwenyekiti wa mkoa wetu wa Singida. Bwana asifiwe. Basi zungumza kwa niaba ya mkoa kwa maana ya vituo 38 ambavyo vipo ndani ya mkoa wetu. Wakati tunapata mwaliko huu tulikuwa tunafikiri kwamba kuna jambo gani linaenda kufanyika, hebu tukaone. Kwa kweli tumeona ni mambo mazuri ambayo yanafanyika, tena wamekuja na ushahidi. Siku hizi ushahidi ni picha. Kwa tumeona ushahidi wa kutosha na tumejifunza mambo mengi ambayo nafikiri kila mmoja wetu alikuwa anajaribu kupiga picha na kutafakari kwamba je, kwenye kituo changu ni mambo gani nayafanya na kwa namna gani. Unaweza kuwa unafanya jambo lakini usifanye kwa namna ambayo yamkini wenzetu hapa wamefanya.
Nitoe ushuhuda tu mdogo. Watu wale wa LCT pale Manyoni kwenye issue ya Utatu project, kwa namna ambavyo huwa inasemwa, unaweza kuona ni kitu cha kawaida, lakini mimi wamenipa elimu kubwa sana kwa habari ya Utatu project, namna ya ufuatiliaji, namna ya kuhakikisha wanatunza takwimu na data, na namna ambavyo kwamba mmoja akifanikiwa anampa na mwingine. Kwa hiyo hilo mimi nilibeba kama somo kubwa sana kwenda kuhakikisha kwamba Utatu project inaisimamia kikamilifu. Mkoa wa Iringa, Dodoma na Singida. Kipekee watendakazi ni washukuru sana kwa kufika kwenye tukio hili la wenzetu wa Itigi na Manyoni. Mungu awabariki kwa wawezeshaji kuwapa taarifa. Bado mngeweza kusema hatuna nafasi ya kwenda, lakini tukasema lazima tuende tukajifunze kile ambacho wenzetu wanakifanya. Tarafa sitaacha kukutaja, sikupendelei kwa sababu umekuja kama kiongozi kwa tukio hili, lakini hii spirit, roho ya umoja, ya kushirikishana ulianzisha mwenyewe, na naamini sasa kanda ya kati tunakoelekea, na ndivyo ilivyokuwa maombi yetu kama nakumbuka kaka, kuifanya sasa iwe kielelezo, watu wakimbilie kuja kujifunza namna gani ya kuweza kukaa pamoja na kufanya mambo ya umoja, ili angalau sasa huduma iweze kusonga mbele. Kwa niombe watendakazi, niwasihi sana ndugu zangu, tunapokuwa na haya mambo ya umoja kwa namna hii, na tuna wawezeshaji wazuri, siwapambi kabisa, nawaambia ukweli wa Mungu, wachungaji wangu, Mungu ametupa wawezeshaji wazuri kanda ya kati, watu wa Itigi na Manyoni. Jambo la kwanza, nawashukuru kama kiongozi wa mkoa na kama kiongozi wa Singida mjini. Asanteni sana kuona ili jambo kulileta hapa mjini. Asante sana, tunashukuru sana kwa hekima, lakini tumepokea maelekezo na shukrani zote tumezipokea. Lakini la kipekee kabisa nafikiri ni kuweka kumbukumbu. Mko vizuri katika kuandaa ripoti ambazo zinasadifu yale ambayo tunayafanya mkoani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakwenda kujifunza na sisi, mwisho wa siku tutawakaribisha mje kujifunza kama sisi ambao mmetukaribisha kuja kujifunza. Lakini pia nimshukuru mwezeshaji kwa jinsi ambavyo amekuwa supportive. Haya mambo yanawezekana, kanisa mnawaza, mnafikiri hivi, lakini yeye anakosa ni sehemu ya kuwa chachu au kuwa sehemu ya ushauri kwenu kuona kwamba hichi kitu kinafanikiwa. Jambo lolote kubwa linaanza katika udogo, alafu linaendelea mpaka tunapata kitu kikubwa. Jinsi tulivyoona taarifa za mwaka huu, ninaamini mwakani tena tukifanya tutapata hatua nyingine ya mbele zaidi. Na namna nzuri ya kuweza kuona hayo ni kuanza. Kwa hiki ambacho mmekianza, wachungaji, watendakazi, kamati, ni watie moyo kwamba msikiache, kiendelee kufanyika, kwa sababu ndivyo ambavyo tutaendelea kutoa matokeo ya juu zaidi. Kwa niaba ya PF Maximina, kwa majina naitwa Nginaeli. Mimi pia nipende kuwapongeza cluster ya Manyoni na Itigi kwa mambo mazuri ambayo tumeyaona na tumejifunza leo. Naamini tumejifunza vitu vingi na tutachukua vitu vya kwenda kufanyia huko vituoni kwetu kwa hizi cluster nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki. Nitamaliza tu shukrani kabisa kwa makanisa ambayo tunashirikiana nayo sisi kama shirika la Compassion International katika kugusa maisha ya jamii, na hasa wale ambao Mungu ametupa kuwafikia. Kwa kweli mnafanya kazi njema na nimpongeze sana ndugu yangu juzi nilikuwa sehemu wakaniambia, mbona unapenda kwenda Singida sana? Sasa ngoja niwaambie siri. Biblia inasema mwenye nacho ana tabia ya kuongezewa, lakini asiye nacho, sasa hicho kipande naomba nisikimalizie, lakini ukishakuwa na kitu ni kama unaitisha vitu vingine vije, na huu ni ukweli usiopingika. Wale ambao tumeshiriki kwenye mradi wa Pama Garden, licha ya kwamba sasa ni afua, baadaye inaweza kuchaguliwa na kanisa lolote, lakini tulipata neema ya kupata mradi wa Pama Garden ambayo nimeona ikiwasilishwa hapa 379. Wao walishiriki wakati wa pilot phase, makanisa manne tulipewa kwa Central Base na yote manne yakaishia Singida.
This time awamu ya pili tumepewa mradi tena kwa makanisa 10 kwa bezi ya Central Bezi hii, lakini katika makanisa 10, 8 yameishia mkoa wa Singida. Mawili tu ndio yameponyoka yameenda Dodoma. Si kwamba nasemea vibaya, lakini hawa jamaa ndio waliokuja na kitu wanaita ambacho 224 wamekiwasilisha hapa, Utatu Project, alafu na kitu wanakiita bustani ya Edeni nyumbani. Sasa wakati huo hatukuwa tunajua kwamba kuna siku Mungu ataleta neema tukapata mradi wa magari. Baadaye Mungu akaleta neema. Sasa unaangalia, unazunguka hivi, unakuta wale wana Utatu Project, wana bustani ya Edeni nyumbani. Kwa hiyo hii bustani ya kudumu wanaweza kuielewa. You can see your connection. Kwa hiyo nawatia moyo watendakazi wenzangu. Sisi wote hapa Mungu ametuita tumtumikie katika huduma hii. Na mimi niwapongeze kabisa 379 ni kwao ndio nilianza kuona hili jambo. Na sasa hivi limechukuliwa na makanisa mengi mpaka huko Leki, Western wanafuatilia. Na mimi wakiniambia hebu tushirikishe ile ule nani ile wameita wengine request, wameita commitment form. Wanawarushia na wengine wanajifunza kutoka pale. Bila accountability, bila uwajibishaji ni ngumu kupata matokeo. Kwa kweli Mungu awabariki kazi nzuri ambayo mnafanya. Mungu awabariki sana. Ni washukuru watendakazi wa Manyoni na Itigi kwa kazi kubwa mnayofanya. Mungu awabariki sana. Lakini kipekee ni mshukuru kakaangu Enoch, namwita mzee wa itifaki. Huwa tunataniana ofisini. Nikimpigia simu tunasema, "Selfie, mzee wa itifaki imezingatiwa." Kwa hiyo tuna lugha zetu tunaelewana mimi na rafiki yangu Enoch. Ni kijana mdogo lakini ana akili sana nzuri na anafanya kazi kubwa. Mungu akubariki kwa maono mazuri ambayo unayofanya. Mimi natoa shilingi 10,000 na Noeli jiko. Lakini natamani kila mtu anipe 500 tu au 1000 kwenye kila meza. Tumsaidie huyu baba kwa kazi kubwa anayofanya. Si ndio jamani? Ila msipotoa, mimi nitanunua kwa shilingi 20,000 nitamuunga mkono ndugu yangu kaka Rafaeli hapa. Kwa hiyo naomba hiyo hela yako unipatie. Shilingi 1500 naomba tafadhali. Na usipoona nini tafadhali. na 6,500. Makofi sana. Asante sana, barikiwa sana. Kwa wamekuwa na shughuli nyingi kwa siku ya leo. Kwa wametuomba sisi halmashauri ya manispaa tuweze kuwakilisha. Tunapenda kuwapongeza sana kwa kazi kubwa mnaoifanya. Tumeona Manyoni pamoja na Itigi na imani hata sehemu nyingine pia mnafanya hivi hivi. Mbarikiwe sana. Mnafanya kazi ya Mungu kabisa. Maandiko yanasema dini safi ni kuwasaidia wengine. Sisi tumeweza hilo, tubarikiwe sana. Lakini mmeenda mbali zaidi. Mmejali watu wa ndani kwenu. Kama maandiko yanavyotuambia, wasiowajali wa ndani kwao ina maana hao ni wabaya zaidi. Mbarikiwe. Lakini katika serikali imetusaidia sana. Watu wengi wana shida, tunashughulika nao. Mnapotoa mikopo kwa ajili ya wazazi, kwa ajili ya vijana, kwa kweli tunawashukuru sana. Watu wanakuwa wana uwezo wa kulisha familia zao, hakuna shida. Lakini na imani hata kanisani, mtu akiwa ametulia kiuchumi, atakuja vizuri, sadaka itapatikana, zaka itapatikana na ametuliza akili. Kwa sababu shetani hataki familia zisimame na makanisa yasimame. Mkifanya hivi, familia zitasimama na makanisa yatasimama. Lakini hata serikali pia itafanya nini? Itasimama. Tunawashukuru sana. Mbarikiwe sana. Na imani siku ya mwisho mtavikwa taji nzuri sana. Kipekee mnafanya kazi kubwa sana, kwa sababu hata kwenye halmashauri yetu ya manispaa Singida tunaona wanakatiwa bima kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo mnafanya kazi nzuri sana, kwa sababu pia
kuwatibu wale watu wa Compassion. Ni wengi sana wamekatiwa bima ya afya pale hospitalini kwetu na wanapata matibabu. Kwa kweli Mungu awabariki sana na muendelee na huduma hiyo hiyo. Mungu awabariki sana. Asante. Tunafarijika kwa kazi ambayo mnaifanya. Kiongozi wangu pale ameeleza kwamba rasilimali kwetu ni chache, lakini tuliotumwa na mkoa, nadhani mwenzangu hapa ameshakwisha kueleza, kuna watu afisa kilimo, afisa maendeleo, na tumesikiliza kipindi mnawasilisha hoja zenu hapa. Ni miradi ambayo inagusa kila sekta. Ukija upande wa maendeleo, ukija upande wa biashara, ukija upande wa ustawi, ni kila sehemu mmekuwa mkichangia. Hongereni na barikiweni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mchungaji kiongozi wa klasta ya Manyoni na Itigi, ninamshukuru, lakini kama ulivyotangulia kusema, basi nasimama kwa niaba, nisije nikawekewa vipendele. Mimi naitwa Maximina Go, ni mwezeshaji, lakini leo nasimama kwa niaba ya meneja wa kanda ya kati dada Kimugire kwa ajili ya tukio hili la leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wageni waalikwa wote, mabibi na mabwana, na mimi niseme itifaki imezingatiwa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya tukio la leo ambalo limeonyesha shughuli na kazi nyingi kubwa zinazofanyika katika kanisa yetu kugusa maisha ya mtoto, vijana, ambayo yameenda kugusa maisha ya kaya na jamii kwa ujumla. Wachungaji ambao wamekubali huduma, ambao wamekubali pia kufanya kazi hii. Tuwashukuru pia watendakazi wote wa klasta zetu, klasta ya Manyoni na Itigi, kwa kuandaa tukio hili. Sasa kwa sababu mimi nina kiongozi wangu siku ya leo, nisiwe msemaji, itoshe kuwashukuru, itoshe kuwapongeza, na kwa sababu hiyo basi nimkaribishe meneja mwandamizi wa ushirika wenza aweze kusimama na aweze kusema na sisi leo. Bwana Yesu asifiwe. Mnaendeleaje? Mnajisikiaje? Mmefurahi? Na mimi nianzie kwa ndugu zetu wa serikalini. Asanteni kwa kuja, asanteni sana kwa kuja. Na mimi nimeshawahi kuwa kwa nyakati tofauti tofauti, nimeshawahi kuwa mwezeshaji wa mkoa wote wa Singida. Kwa hiyo nina uzoefu wa cluster wa mkoa wote, kwa maana ya Itigi, Manyoni na cluster hapa mjini pia nimeshafanya, na huko Iramba na Mkalama. Nikiwa mwezeshaji wa hapa Singida mjini, nimekumbuka wakati kaka anaongea hapa habari za kesi, nakumbuka nilishaipata kesi moja na kanisa, tulikuwa na kituo hapo kwenye kanisa la Anglican, lakini tulikifunga muda kidogo. Sasa pale tushaipata kesi, na wakati huo mimi nikiwa mwezeshaji hapo, na ile kesi mjomba alikuwa anamlawiti mtoto wa dada yake, na yule mtoto wa kiume akaenda akaanza kuwalawiti watoto wenzake darasani. Kwa ile kesi tulipoifahamu, tukapeleka polisi kama kawaida na kushirikiana na wadau wengine mbalimbali. Ilipofika sasa, mambo mengi yakatokea hapo katikati, lakini ilipofika sasa wakati wa kutoa ushahidi, shahidi ambaye alipaswa aseme na kwa kusema kwake hatua zingechukuliwa alikuwa ni mama wa yule mtoto ambaye ni dada wa yule sasa mjomba. Kwa hiyo ushahidi wa mama ndio ulikuwa ushahidi pekee wenye nguvu, na ulipofika wakati wa kutoa ushahidi, tunafuatilia sasa mama, tunamconvince mama aweze kusimama kutoa ushahidi. Akasema yeye hawezi kusimama na kutoa ushahidi ambao utaenda kumfunga kaka yake miaka 30. Bila wachungaji, huduma ya mtoto haiwezi kuwa salama, na hilo linajulikana. Bila mchungaji kusimama na kuamua huduma ya mtoto itimize wajibu wake, hakuna kitu kitakuwa salama.
Ushirika wenza unapoanza kati ya makanisa na Compassion, huwa lazima mchungaji asaini kukubali huo ushirika wenza. Kwa hiyo hata hicho kitendo tu, kama sio wewe mchungaji uliyepo leo, basi ujue kuna mchungaji aliyepita aliyeanzisha huo uhusiano mpaka leo hiyo huduma umeikuta inaendelea. Wote kabisa na washukuruni watendakazi, asanteni kwa kujitoa na kuhakikisha kwamba haya tunayoyaona tunayaona. Yaani kwa muda ambao huduma ya mtoto imeshakaa Singida, Iringa na Dodoma, tuna mengi ya kufurahia kuliko kuzungumza shida, kuliko kuzungumza matatizo tunayokutana nayo, changamoto tunazokutana nazo kila siku. Yaani tunaweza tukasema tuwe na siku 3, alafu hizo siku 3 watu washare tu kama hivi, hatutamaliza. Baada ya kuyasema hayo yote, jamani, Mungu awabariki na asanteni, muwe na wakati mwema na poleni kwa njaa, maana najua chakula kimetusubiri kwa muda mrefu sana. Asanteni, asante mchungaji. Niombe, nina nafasi moja kwa dakika 3. Ninafikiri hata yeye mwenyewe anajua atazitumia dakika 3. Karibu sana brother Ara. Nimshukuru sana mchungaji Mgandila pamoja na timu yake. Yeye ni mwenyekiti wa cluster zote mbili na ameweza kuratibu mambo yote kwa kushirikiana na mwenyekiti wa cluster za Manyoni na Itigi na timu yake brother Isaac, lakini pia pamoja na task manager ambaye ni Saulo. Naomba usimame watu wakuone, tumpe makofi mazuri sana. Kwa hiyo ni washukuru sana. Nimeanza na cluster za Manyoni na Itigi kwa sababu wamefanya hii kazi usiku na mchana, wameratibu mambo yote. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Kwa ujumla makanisa yote 14 kuanzia kwa mchungaji wa kanisa hadi yule kiongozi wa mwisho pamoja na vijana wetu na familia zao. Kipekee ni washukuru sana ndugu zetu wa serikali kwa kutuheshimu na kufika siku ya leo. Lakini pia mmetoa shukrani nyingi na kutambua kazi ambayo inafanywa na makanisa wakishirikiana na wadau wengine kama sisi Compassion International. Na ni washukuru sana kipekee ndugu zangu kutoka ofisi yetu ya Compassion International Tanzania kwa kujumuika na mimi hapa na wapendwa wa kanisani. Nikianza kabisa na Serafin, asante kwa 66,000 iliyoenda kwa mzazi. Ni hela nyingi sana kwa majiko mawili, ilipaswa ende na 15,000. Kwa hiyo tumenunua majiko 3 lakini ni washukuru sana wakilishi wa wawezeshaji kutoka Dodoma, dada Ginaeli. Kushukuru sana kaka yangu Leonard Kamba ambaye wewe ni mtu wa Singida hapa na umekuwa kiongozi wangu hapa na utarudi utaendelea kuwa kiongozi wangu hapa. Nimshukuru sana brother Meshak, amefanya kazi kubwa kwenye cluster zetu na mmeona mwenyewe amesema kwamba mimi ni mtu wa hapa, ila haji hapa bure, anakuja kwa sababu kuna mambo yanaendelea ya kimaendeleo kwenye makanisa. Meneja mwandamizi ambaye kwa kweli ametuheshimisha kuhakikisha kwamba anashiriki na tumeona uwepo wake siku ya leo na tumesikia ambayo alitamani watu yawafikie yamewafikia. Ni mshukuru kila mmoja ambaye amefika kwa maana ya viongozi wote wa watendakazi kwa clusters zote mikoa yote ambao mmeweza kufika hapa na wataalamu wetu ambao wametuwekea mazingira pia mazuri. Mungu awabariki sana. Kufikia hapa wote tuna njaa. Kwa hiyo nadhani sina la kuongeza. Nashukuru sana MC, Mungu awabariki.